Ukiniuliza mimi shida ni nini, mimi nitashindwa kukujibu. Ila tukipata jibu vizuri zaidi, tukitaka tupate majibu mazuri zaidi, tuwatafute wana Simba. Tuwaulize mpaka leo wao kama wao wanahitaji nini? Kwa sababu kila siku wana Simba wanakuja na maneno mapya. Leo wakija watakwambia wamtaki Matatu, kesho wakija wamtaki Mangungu, jana wamekuja na seli nyingine hawamtaki Matola. Kwa hiyo hakuna shabiki wa Simba utompata wewe ukamwona mpaka sasa hivi ana akili timamu. Maana mashabiki wa Simba wanakuwa kama sasa hivi wamechanganyikiwa. Hawaeleweki kitu gani wanachokihitaji. Sisi ukituuliza watu wa Yanga, sisi tunafurahi mwenendo unaoendelea. Kwa sababu mwenendo unaoendelea sisi ndio tunaohitaji. Kwa sababu kama wataendelea hivi, sisi tunajua kabisa ubingwa mwaka huu tunatangaza mapema kabisa. Taarifa za jasusi mlizitoa mapema sana kwamba kuna mchezo watapoteza na wamepoteza. Taarifa za Simba ndani ya Yanga zinahusika vipi? Labda nikuambie kitu kimoja. Jasusi kweli yupo na jasusi anatoa taarifa. Jana msemaji wa Yanga Afrika alisema kabisa kuna timu leo inaenda kupoteza. Na kweli wameenda kupoteza. Mimi labda nimwambie Ali kama nimwambie kitu kimoja, nimgusie. Huyu jasusi, sisi mashabiki wa Yanga na wanachama wa Yanga tunataka tumpe maokoto. Yaani naye aokote kama Diara. Na yeye jasusi inabidi aokote kama Jigi Diara. Kwa sababu jasusi anafanya kazi mzuri. Kwa hiyo nataka kumkotesha. La pili, kwa nini anapatikana jasusi? Ukiona jasusi anapatikana upande wa pili, ujue kabisa uongozi waliouchagua haupo sawa. Una matatizo na una shida. Kwa sababu mpaka sasa hivi kila kiongozi wa Simba unamwona anakuja anatoka anaongea kivyake kama ndazimu. Leo hii jana mechi baada ya kuisha, kiongozi mkubwa kabisa wa Simba anatoka anakuja kuongea. Kuna baadhi ya viongozi wa Simba ikifungwa wao wanashangilia. Sasa wewe mtu mwingine, mtu wa mpira, unakaa unajiuliza, huyu kiongozi kweli ana uweledi wa uongozi? Huyu kiongozi kweli ana nidhamu ya uongozi? Kwa sababu kiongozi mwenye nidhamu hawezi kutoka mbele ya halaiki ya watu, vyombo vya habari, anaenda kuongea. Sawa, kuna baadhi ya viongozi Simba ikifungwa wanashangilia. Ilibidi waitane vikao wenyewe kwa wenyewe, waambiane kwa nini nyinyi mnashangilia sisi tukifungwa. Lakini kukosa viongozi makini, wanatoka wanaenda kupoka ovyo. Hii ndio hali waliozoea. Kama unaenda kupata viongozi hawa, uweze kutegemea timu yako unaenda kufanya vizuri. Hauwezi. Kwa hiyo Simba kwanza wenyewe viongozi Simba haina ina wauni. Tushaelewa. Kuna uongozi na wauni. Ukizungumza Simba huwezi kwenda kupata uongozi, unaenda kuwapata wauni. Ndio hapo Simba wanaongoza Simba. Na kwa vile wauni wanaongoza wauni, kwa hiyo wanaongoza. Tuseme Florent Ibenge alikuwa yuko bora sana kuliko Selemani Matola. Ukiniambia Ibenge mimi ipo bora, siwezi kumwelewa ipo bora. Ibenge kasuluhu mechi nyingi. Ibenge anafuka kaenda kupata kwa Simba mbovu. Ibenge kuzungumza Tanzania kaenda kupata kwenye unafuu Simba mbovu. Mimi siwezi kwenda kumsifia Ibenge ili kufunga Simba. Simba sasa ucheza na Ndanda inakugaa pinzani kuliko Simba. Kama unakosea heshima mpira. Sio anakosea mpira heshima, anakuambia mimi siwezi kwenda kumsifia Ibenge hadi kaenda kuifunga Simba. Simba hivyo ipo safari hali. Bora ucheze na Ndanda itakuletea upinzani, sio Simba. Ndanda hawezi kupoteza uwanja nyumbani kwake mechi 8 mfululizo. Simba tunayozungumzia sisi mpaka sasa hivi Simba uwanja wa Benjamin William Mkapa kacheza mechi 8 hajaokota alama 3. Kwa hiyo ukihitaji Simba sasa na Ndanda. Kwa hiyo tusiende kumsifia Ibenge hadi kaifunga Simba. Simba gani? Simba kibisa. Hani Simba kibisa ngati. Unaweza katia mkono mdomoni na usiumie. Ndio Simba huyu. Kwa hiyo mimi siwezi kwenda kumsifia Ibenge hadi kwenda kucheza na Simba. Simsifii mimi. Kwa sababu timu ya Simba mwaka huu ipo inagawa utamu. Kwa hiyo unaenda kumsifiaje Ibenge kwa Simba? Sisi hatuende kuwasifia. Sisi tunafurahi sehemu moja tu. Azamu wameanza kumpunguza pointi kabla sisi hatujakutana naye. Sasa hivi hautasikia tena mazungumzo wanaongea. Wanaongoza kwa sababu hatujacheza, yale wasikii. Hao ndio tunashindwa kuwatoa.
Na uzuri wa mwaka huu uongozi wa Simba ulivyoenda kunifurahisha mimi. Hawa mashabiki wa Simba leo hii hawawezi kuongea GSM anadhamini timu nyingi. Mwaka huu usikii, mwaka huu utasikia wenyewe kwa wenyewe. Mara Mangungu ondoke, mara ondoke Matola. Sisi tunakulamua mdomo unaweka juu kama nguruwe anavyokulamua hivi, yani utamu upite. Lakini tuliona mashabiki wa wekundu wa Msimbazi wakiungana na Azam Football Club. Hiyo inachagizwa na nini hasa? Kushangilia. Mimi ndio timu pekee yake nimeiona waandaazimu. Hali mashabiki duniani iliona waandaazimu mashabiki wa Simba. Mashabiki wa Simba jana nimeona waandaazimu. Timu yao inafungwa nao wanashangilia. Wewe unaona kuna shabiki humo? Wanaamini kwenye kila matokeo. Hakuna kuamini. Timu yako ikifungwa wewe unaumia. Ndio maana nikakwambia mashabiki wa Simba akili yao kama mkato wa boflo. Ukiuona mkubwa mgumu ukiutia kwenye chai laini unaliwa. Ndio mashabiki wa Simba. Hakuna timu duniani timu yake inafungwa yeye anashangilia. Hamna zidi ya Simba. Wewe huu. Shusha leo. Hani mtu anaumia. Hawezi akaenda kushangilia. Shehe wangu kama uliona baadhi ya watu wameumia. Jana wanatoka uwanjani wanafanyaje? Wanalia. Wewe ukimwona mtu kaenda kushangilia Simba inafungwa na yeye Simba. Muangalia na akili timamu. Hao ndio afya ya akili 100 kwa mashabiki. Afya ya akili inatamba kwa mashabiki wa Simba. Kwa viongozi wa Simba wote hawana afya ya akili. Shehe wangu nilikwambia. Mpanzu akifunga karibu nini nifuate nitakugea hela. Umemwona akafunga? Kongesha miamba sana. Kila mechi nimekuambia Mpanzu atakongesha mwamba akimaliza kukongesha mwamba shughuli imeisha. Maana tayari jasusi lishampitia Mpanzu. Sio jasusi. Mwanamke kama hataki mwache ende zake. Hii nyimbo iliimbwa. Ukimngangania mtu ndio yale utayaona. Mpanzu leo hii akili ipo Yanga, mwili upo Simba. Hawezi kucheza. Na kuna picha zinaonekana na trend amepiga yuko na Engineer Hersi ameshacheza. Labda nikwambie hakuna mchezaji yoyote ndani ya ligi hii hataki kupiga picha na Engineer Hersi. Hakuna mchezaji yote utompata kwenye ligi hii kama yasotaka kupiga picha na Engineer Hersi. Kwa hiyo ukiona picha za Mpanzu kupiga na Engineer Hersi hilo swala kawaida. Bosi wake. Engineer kama bosi yake Mpanzu. Kwani kuna watu wengine sio walimuita engineer baba babu Simba wanaishi naye? Kwa hiyo unashangilia Mpanzu. Kuna mtu aliwahi kuongea yeye engineer baba yake mzazi na Simba ameenda kumsajili yupo naye. Na yeye akifika golini anapaisha. Ukiishi na mtoto wa kambo mpende unavyompenda shehe wangu, akikuwa atamtafuta baba yake alipo. Mpanzu anamtaka baba yake alipo aende. Baba yake ni nani? Yanga Afrika. Hakuna mchezaji anaotoka Kongo anaikataa Yanga shehe wangu. Hakuna. Watakaa naye tu muda na wakati Mpanzu atakuja winga atakawa Mpanzu, winga anaenda kukaa Pacome Zouzoua. Wakati utafika. Utaenda kunielewa haya naongea. Wakati utafika. Winga Mpanzu, winga Pacome utafika. Watu wangangania itafika hatua watamtoa wenyewe. Mpanzu kwani haoni Mohamed Shabalala anafanya starehe? Shabalala anakula maisha. Hakuna mchezaji wa Simba anataka maisha yale. Hakuna mchezaji wa Simba zaidi yoyote ule hata ukataa kwenda kucheza Yanga hakuna. Na ndio maana baadhi ya wachezaji wanapiga simu kwa Engineer Hersi zikatiki. Nakwambia sio wachezaji wa Simba, hadi viongozi wa Simba wanapiga simu kwa Engineer Hersi. Sasa majasusi sisi tunawapataje? Si wao wenyewe wanapiga simu. Majasusi wanapiga simu. Majasusi wapo huko kwa upande wao wanapiga simu. Shehe wangu, hauwezi ukasema una timu kila tajiri anasajili mchezaji wake. Kwa hiyo tajiri ukimuuzi anazuia wachezaji wake wasicheze. Shehe wangu, kuna mtu Simba yupo, mimi simtaji jina. Nani huyo nasoro? Simtaji jina utapelekana polisi. Kila nikiongea hivi mashabiki wa Simba wanajua. Kuna mtu ndani ya Simba ana wachezaji wake 5. Leo hii hayupo. Wewe unategemea kinafuata nini? Huyo try again huyo. Mimi sijui. Si mtu kaondoka ndio kiongozi wake. Wameondoka wengi. Kina Mkwabi, kina nani wameondoka wengi. Shehe wangu wachezaji 5 wanaenda kukaa katika apartment ambaye mtu hayupo uongozi wa Simba anategemea nini? Hii shughuli bado ndo kwanza inaanza. Bado nimekuambia itafikia hatua Simba anaenda kuachwa pointi 12 na Yanga. Haya mazungumzo yanayoongea hii clip iweke. Tunaenda kumwacha pointi 12. Tani. Na labda ame uwanja wa Mkapa mwaka huu.
Akichukua pointi 3 ndio chukue hela. Nakwambia tena. Uwanja wa Mkapa akichukua pointi 3 ndio chukue hela. Sababu vipi? Sisi toka tumeama uwanja Benjamin William Mkapa ameshinda mechi gani? Wakishinda John Chape Bakola. Mwana jasusi atembelea mpaka uwanja wa Taifa. Hakuna kitu anachofanya Simba sisi tukose kujua. Jasusi kila kitu anatuambia. Shehe wangu, msemaji wa kafu jana saa 7 anatangaza mechi ya leo mtu anaenda kufa. Kafa hajafa. Hiyo ndo kazi ya jasusi. Uwanja wa Benjamin watakimbia. Na waende Zanzibar. Zanzibar wakija wanakufa zaidi. Sisi tunahitaji. Sisi leo kwenye treni. Tupo kwenye treni tunarudi. Tumemuomba rais wetu Engineers. Mechi yetu ya dabi sisi na Simba. Tunawataka uwanja ni wa amani. Tunataka amani, sio Mkapa tena. Tunawataka ni wa amani. Simba uwanja ni wa amani. Shabiki wa Simba ukimwambia unaenda kucheza uwanja ni wa amani, yupo tayari aombe kifo kuliko kwenda ni wa amani. Na ile kauli ya Simba sasa kwa Lupaso atoke mtu. Tanuru la mwaka huu sisi tunasema uwanja wa Lupaso watu wanaenda kuchukua utamu wanaondoka. Uwanja Benjamin William Mkapa sasa hivi una jina jipya. Sio atoki mtu. Uwanja Benjamin William Mkapa watu wanaenda kuchukua utamu na kuondoka. Sasa wanaambia uwanja Benjamin William Mkapa atoki mtu, nani hajatoka mpaka leo? Wana mechi 8. Simba hajachukua pointi 3 uwanja Benjamin. Na kama kuna mwana Simba atakuja kusema akachukua pointi, njoo nguo zangu unashika wewe zote. Mpaka viatu natoka uchi mpaka Kigoma. Nasoro bana, Nasoro. Si aje mwana Simba niambie Simba mechi 8 mfululizo. Kuna mechi kapata ushindi Benjamin. Njoo. Mimi natembea uchi mpaka Kigoma. Nasoro. Sio Nasoro. Tumewakamata pabaya. Tumewakamata pabaya. Hapumui mtu, hacheki mtu. Hani tunahakikisha mwaka huu hapumui mtu, hacheki mtu. Unadhani kipi ambacho kinawatafuna Simba? Uongozi. Kama unaenda kumchukua mtu kiongozi, kama sigara kali huku anawashwa, unategemea kuna kiongozi hapo? Hauna tegemea utaenda kufanya kazi. Maana sigara kali nakwambia huku anawashwa. Kiongozi huyo yupo Simba. Na kiongozi huyo anatoa siri Yanga. Sasa unasema una kiongozi? Kumbe wale mashabiki wanaosema kumbe ni Ahmed Ally anatoa hizo taarifa si za kweli. Mimi sijakwambia Ahmed Ally huwezi kusema kiongozi. Ahmed Ally mpiga kelele pembeni ndio kiongozi peke yake. Kakaa kwenye timu miaka 4, hajawahi kunyanyua ndoo ya ligi kuu. Hani mpaka leo akistaafu sio hani kama kafukuzwa Simba sio atawaambiaje watu jukuu zake. Kwa sababu ndio sijawahi tokea nianze kupenda mpira. Nikawahi kumuona msemaji kakaa kwenye timu hizi kubwa miaka 4 kakosa kunyanyua kwapa zidi ya Ahmed Ally. Kwani sasa mashabiki wa Simba wanauma ngungu kuachia ngazi na klabu ya Wekundu wa Msimbazi msimuza? Mimi kwa Simba na mashabiki kusema Mangungu aondoke sio solution. Solution liko wapi? Kanjibai aondoke ndio watatulia. Kanjibai aondoke ndio atatulia, bila hivyo hawawezi kutulia. Hapo Kanjibai mjanja. Anafanya balaa yeye aonekani. Mangungu TV remote Kanjibai. Wana? Hakuna kanji mwingine wale tu labda yule muuza pilau. Yule mchezaji yule. Labda muuza. Kwanza umeionaje goli lake? Goli la nani? Goli la Mohamed Bacho. Kamfunga nani? Mbeya City wamepunguzwa nguvu. Hao Mbeya City walipunguzwa nguvu naenda kusema mfunga. Mbona hajafunga na Azamu? Hakupewa nafasi. Hakupewa, kapewa Kibu Denis. Ndio timu peke yake mchezaji anakaa nje wiki 3 akirudi anaanza. Ndio timu peke yake duniani mchezaji anakaa nje ya timu wiki 3 akirudi anacheza. Simba peke yake Kibu Denis kakaa miezi wiki 3 na siku 4 nje ya Simba. Siku aliyorudi siku hiyo akacheza mechi na Mbeya City. Na jana akacheza tena. Wewe utaona kuna uongozi unaoeledi. Mtu kafanya nini? Kimuuliza Diara anamjua. Shehe wangu Diara kamjua mara mwisho Simba kamfunga Yanga nini? Bila. Mwaka gani? Nitajie kaona ukumbuka ujui. Hapa kwenye mwaka gani?